Halo, Yes, tunakusikia Profesa. Karibu. nipo tayari. Asanteni jamani. Kwanza ni wasalimuni, salamu alaikum. Waalaikum salam. Nasema, nasema kwanza niwashukuruni sana kunipa nafasi kama hii ya kuweza kuongea siku kama leo, na namshukuru Bwana Tundu Lissu, Mohamed Said na Bwana Awavi, mengi wamezungumza, tumefaidika sana mazungumzo yao. Sasa tuyazungumze haya yasiyojulikana kuhusu mapinduzi. Mimi nafikiri haya machafuko, vurugu, mauaji ya watu wasiokuwa na hatia katika mapinduzi ya tarehe 12 Januari 64 ilikuwa si zaidi ila mbinu chafu ya Waingereza kufikisha madarakani kwa mabavu chama cha ASP, baada ya kuona hakuna namna nyingine zaidi ya hivyo ili kuweza kutekeleza ajenda yake ya muungano na kulinda maslahi yake kwa ujumla. Ndo akatengeneza sera. Mngereza alikuwa na sera maalum bwana. Mngereza alikuwa na sera maalum juu ya Zanzibar. Sera hiyo ililenga kuvipatia uhuru wa bandia, kuvitenga moja kwa moja na mwambao wa Kenya na kuviunganisha Tanganyika. Hii ndo sera yake. Lengo la sera hii ya Uingereza ni kupunguza nguvu ya Waislamu wa Zanzibar na wa mwambao wa Kenya kwa kuweka kizuizi baina yao na kuondoa fungamano la kimaumbile. Vile vile kupunguza nguvu za Kenya kwa kuipunguzia idadi ya Waislamu. Waingereza walitaka mustakbali wa Zanzibar usiwe mikononi mwa Waislamu moja kwa moja, jambo ambalo Uingereza liliona linaweza kuwa tatizo katika maslahi yake siku za mbele. Na mwisho, kwa asili ya maeneo yote ya mwambao wa Afrika Mashariki yalikuwa ni maeneo ya Waislamu, na kutokana na asili ya dini yao yamekuwa chachu kubwa ya ustaarabu, maendeleo na mapambano dhidi ya ukoloni. Uingereza ilibidi yatazame kwa jicho la udhibiti na la umakini ili maeneo haya yasije yakaathiri maslahi yao katika bara hili. Suala hili la kudhibiti mwambao, hususan visiwa vya Zanzibar, Unguja na Pemba, ni suala ambalo madola yote makubwa yalikuwa na mtazamo sawa, kama kiongozi wa Ujerumani Bismarck alivyowahi kusema katika bunge la Reichstag katika mwaka 1889. Anasema, mwambao una umuhimu mkubwa kwetu. Jitihada yetu yote katika bara hili haitokuwa na faida yoyote kama hatukudhibiti eneo la mwambao. Mjerumani huyo. Marekani naye kupitia kwa waziri wake wa mambo ya ndani Dan Rusk, naye anasema Zanzibar japokuwa ni kisiwa kidogo, ni muhimu kwetu kisiasa kwa sababu ya ukaribu wake na Tanganyika na Kenya. Sera ya Uingereza ya kuunganisha Zanzibar na Tanganyika ilikuwa ni miongoni mwa ajenda ya Uingereza. Ama msukumo wa baadaye wa Marekani kutaka kufanikisha ajenda hii kwa haraka kutokana na hofu yake katika kipindi cha vita baridi kwamba chama cha kikomunisti cha Zanzibar Umma Party kingeweza kuja kugeuza Zanzibar kwa Cuba ya Afrika Mashariki, ilikuwa chachu nyongeza, kwani asili eneo hili palikuwa na ngome ya Uingereza, ikiwa ni dola yenye kushikilia mfumo ambao bila ya shaka ilikuwa na malengo katika eneo hili. Kwa hivyo mawasiliano baina ya Frank Kalusi aliyekuwa balozi mdogo wa Marekani katika Zanzibar kuitaka Uingereza kuharakisha muungano sio kitu pekee kilichosukuma Uingereza kuja na ajenda hiyo, bali jambo hili lilikuwa ni sera ya Uingereza ya asili, na malengo yake ni kuwa mustakbali wa visiwa hivi vya Zanzibar, kama alivyowahi kubainisha hayo mapema afisa wa Uingereza ambaye baadaye alikuja kuwa waziri mkuu wa Uingereza, Bwana James Callaghan, kumweleza aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani wa Zanzibar baada ya uhuru bandia Ali Mohsen, na kamwambia Zanzibar msitarajie hata mara moja kuwa dola huru, mustakbali wake upo katika kuunganishwa na Tanganyika.
Kufikia lengo hili, Uingereza ilibidi kuja na mikakati miwili mikubwa. Kwanza, iunde chama kitakachoweza siku za mbele kuifanikisha ajenda hii. Kwa hivyo, awali ililenga Jumuiya ya Africa Association na kuitumia kama jukwaa la kuchochea hisia za kibaguzi baina ya wafuasi wake ambao wengi walikuwa ni wenyeji wenye asili ya bara dhidi ya watu wa Zanzibar wenye asili mchanganyiko. Hata hivyo, Waingereza walitanabahi kwamba kwa kupitia Jumuiya ya Africa Association peke yake haitoweza kufanikisha lengo lake hili bila ya kuwashirikisha Washirazi wa Zanzibar. Waingereza wakamtuma Mwalimu Nyerere kufanikisha kazi hiyo. Ndio Nyerere akaja hapa tarehe mosi Februari 1957 siku ya Ijumaa, akatoa hotuba refu sana ambayo hata nikisoma itakuchosheni. Kwa hivyo ikaamuliwa kuunganisha chama cha Shirazi Association na Africa Association na kuundwa chama cha Afro Shirazi Party. Kama alivyoweka wazi afisa wa Kiingereza Bwana Penny aliposema, ofisi yangu na idara yangu ya utawala ilisaidia kuunda Afro Shirazi. Mkakati wa pili wa Mwingereza ni namna ya kukitawalisha chama cha SP bila ya kuonekanika mkono wake moja kwa moja, kuna mkono wake, ili kiweze kuja kutekeleza ajenda yake ya kulinda maslahi yake kwa ujumla. Ilibidi chama hiki kiingie kwenye chaguzi mara kadhaa, huku Uingereza ikiwa na tamaa ya fisi ya ushindani, lakini kilishindwa kupata viti vya kutosha kuunda serikali. Ndio hayo ndio awazi hapa, baina ya asilimia hiyo 46 na 54. Hapana shaka yoyote kwamba jambo hili lilidhoofisha dhamira ya Mwingereza na kuifanya kuwa na chaguo gumu kisiasa katika Zanzibar, japo kwamba vyama vingine ni vyama vya kisekula kama ilivyo SP, lakini ilikuwa na hisia kali za kitaifa na kamwe havitokuwa tayari kubeba ajenda yake ya muungano. Machafuko, vurugu na mauaji ya watu wasio na hatia katika tarehe 12 ilikuwa ni mipango ya Mngereza kutekeleza ajenda yake ya muungano, kulinda maslahi yake. Ikumbukwe kwamba serikali iliyopinduliwa ya SP, hata kwa mujibu wa Uingereza yenyewe, ilikuwa ni serikali halali kufuatia uhuru wa bendera wa Zanzibar uliotolewa Uingereza mwaka 1963. Na kutokana na ukweli huo na ikitiliwa maanani kwamba Uingereza ndio iliyokuwa ikishikilia hatamu za ulinzi na usalama Zanzibar, serikali hiyo ya Zanzibar iliomba msaada rasmi kwa Uingereza ili isaidiwe kudhibitiwa kwa vurugu. Lakini dola ya Uingereza kwa kupitia balozi Bwana Crawford ilikataa katakata. Hivyo ndivyo ilivyojiri na kupelekea SP kuingia madarakani na kuunda serikali, na baada ya siku 100 tu baada ya mapinduzi, katika hali ya kustaajabisha na mshangao, Zanzibar ikaunganishwa na Tanganyika. Maana hapa kuna suala la kujiuliza, vipi Umoja wa Mataifa umeridhia muungano huu wa nchi mbili ambazo kila mmoja wao ilipata njia tofauti ya kujigomboa? Kwa kweli Tanganyika walipata uhuru wake kwa njia ya kura ya Zanzibar, kwa kura, na Zanzibar ilipinduliwa serikali halali iliyochaguliwa na wananchi wake kwa njia halali iliyokubalika ya sanduku la kura, kisha ikapinduliwa kwa umwagaji mkubwa wa damu za wananchi wasio na hatia. Vipi Umoja wa Mataifa uliridhia muungano wa aina hii hata bila ya kutaka kura ya maoni ya watu wa Zanzibar? Haya yote yanathibitisha kwamba zilitumika njia chafu ambazo ziliungwa mkono na mataifa makubwa. Muungano wa Zanzibar Tanganyika uliasisiwa na Uingereza kwa mikono ya watawala wakati ule kwa lengo la maslahi yake juu ya msingi wa kibepari. Sina zaidi ya hapo. Asalamu alaykum. Asante sana Sheikh Ibrahim Hussein kwa mchango wako na vile vile kuleta assignment zako katika mada hii ya leo, na nafikiria kuna masuala mengi yatafuata juu yako baadaye, lakini kabla ya kuendelea nimemwona Dr. Patrick aliinua mkono na vile vile nikimuona ndugu Andrew, lakini vile vile na ndugu Professor Niko Minde hapa vile vile niko naye, na vile vile naye kiongozi wangu ndugu Zito
lakini kabla nisichukue muda mwingi, nimkaribishe tu ndugu Zito naye atoe salamu kidogo, kwa sababu yeye leo haimo katika wachangiaji mada. Nimpe nafasi ya upendeleo kabisa atoe salamu, baadaye nitamkaribisha Profesa Nico tupe naye upande wake. Karibu ndugu Zito. Ndugu Zito. Asante sana. Kwanza habari za jioni kwa wale ambao ni jioni, habari za usiku kwa wale ambao ni usiku, manake masaa tofauti tofauti. Niliingia katika chumba hiki kwa ajili ya kufuatilia mjadala muhimu sana, na pia ni sehemu ya kujifunza, kwa sababu kila siku tunajifunza, kusikiliza watu wabobezi ambao wamefanya tafiti mbalimbali kuhusiana na mapinduzi yaliyotokea Zanzibar alfajiri ya tarehe 12 Januari 1964, ambayo yamebakia kuwa ni jambo linaloigawa jamii ya Wazanzibari almost nusu kwa nusu. Ukiwa na watu ambao wanayaona yalikuwa ni mapinduzi muhimu, lazima kufanyika, na hata wengine kuyaita matukufu, na wengine ambao wakiona kwamba ilikuwa ni uvamizi, mauaji ya watu wasio na hatia, na jambo ambalo lilipelekea Zanzibar kupoteza alama yake kama nchi na mamlaka yake kama nchi katika jamii ya kimataifa. Kwa tuna historia sasa ya miaka 68 ya majadiliano ambayo hayaishi, lakini tunachofurahi ni kuwa sasa hivi watu wengi ambao walikuwepo au walishiriki moja kwa moja au walishuhudia mapinduzi wanaandika. Mimi kila tarehe 12 Januari huwa nakaa nyumbani tu na kusoma hata vitu ambavyo nimeshavisoma, kurejea vitabu vya watu ambao wameandika kuhusu mapinduzi wa pande zote, kwa sababu pili, jambo moja ambalo ni dhahiri, swala hili limeandikwa, yani ukisoma watu ambao walikuwa na mrengo wa ASP, narrative yao ni tofauti kabisa na watu ambao walikuwa na mrengo wa ZNP au ZPPP, na hata watu waliokuwa na mrengo wa Umma Party wameandika namna tofauti na namna ambavyo watu wengi wa hizo pande mbili waliandika. Kwa mfano leo nilikuwa namsoma Herschel katika kitabu chake cha Mimi, Umma Party na Mapinduzi ya Zanzibar, ambapo anaeleza narrative na kujaribu kufafanua nafasi na role ambayo Umma Party iliplay katika mapinduzi yale. Na eneo moja ambalo na nimeliandika Twitter asubuhi kwa saa za Tanzania, ambalo lilinifikirisha sana, ni pale ambapo Herschel Saif anasema kulikuwa kuna mipango miwili ya mapinduzi. Mpango mmoja ambao ulikuwa unaandaliwa na watu ambao wana mrengo wa kushoto wa chama cha ASP, kina Moyo, kina Hanga, na upande mwingine ambao ulikuwa unaandaliwa na watu wa Umma. Tukumbuke kwamba Umma Party macomrade walipelekwa Cuba kujifunza medani za kivita kwa ajili ya kufanya mapinduzi. Na katika kitabu hiki Herschel anaeleza namna ambavyo
mmoja wa watu ambao walikuja kuwa mawaziri katika serikali ya ASP alivyowaeleza watu wa Umma Party kwamba katika mapinduzi yao watu wa left wing ya ASP ni vizuri umma wasishiriki, ili ikitokea kwamba wao wameshindwa wakakamatwa na kunyongwa na kadhalika, basi Umma Party wafanye attempt yao. Utaona namna ambavyo kuna strategic cooperation kati ya vyama hivi ASP na Umma, kwa watu wa mrengo wa kushoto wa ASP na Umma Party katika kuyapanga hayo mapinduzi. Lakini Hashil Seif anasema waliokuja kufanya mapinduzi ni watu wengine kabisa ambao hawakuwa katika hiyo mipango yao, wao hawakuwa wanajua, na ikabidi kazi kubwa ya Umma Party iwe ni kupunguza japo kidogo ukubwa wa mauaji ambayo yalikuwa yamepangwa kufanywa, kwa sababu katika kitabu hiki inaonyesha kwamba kulikuwa kuna mpango wa kuchoma na kuharibu kabisa mji mkongwe, ambapo Umma Party kwa mujibu wa maelezo ya Hashil na makomrade ambao pia na wenyewe wanabishiwa na watu wengine wenye mitazamo tofauti, ndio walioingilia kuzuia jambo hilo lisifanyike. Na vile vile katika kitabu hiki anasimulia namna ambavyo mawaziri wa serikali ya Zanzibar ambao walikuwa wamekamatwa walivyofikishwa Rahaleo, ambayo ilikuwa ni eneo la kama makao makuu ya mapinduzi, na mtu mmoja ambaye alipomuona Sheikh Ali Mohsin akishuka kwenye gari akampiga rungu Sheikh Ali Mohsin, na Sheikh Ali Mohsin akatoka damu, na Karume alivyoelezwa kwamba kuna mtu amempiga rungu Sheikh Ali Mohsin, akaagiza mtu yule auawe pale pale kwa kupigwa risasi. Kwa hiyo kuna simulizi nyingi sana katika mapinduzi, na kama ambavyo wengine wamezungumza, Zanzibar sio nchi pekee ambayo imefanya mapinduzi, lakini ndio nchi pekee ambayo inatukuza mapinduzi. Nchi nyingi zimefanya mapinduzi mengi tu. Jirani zetu Uganda wamefanya mapinduzi, lakini hawayatukuzi, na hayakuwa mapinduzi mara moja tu. Idi Amin alipindua, baadaye kina Tito Okello alipindua, baadaye Museveni alipindua, vile vile nchi zingine mbalimbali za Afrika. Lakini nadhani kwamba watu wa ASP na sasa hivi CCM kwa wao wanayatazama mapinduzi ya Zanzibar kama ilivyokuwa French Revolution au revolution ya Oktoba 1917 ya Urusi, kwa hiyo au Cuban Revolution kwa maana ya influence ya watu wa Umma Party. Lakini mimi nadhani kwamba ni muhimu Zanzibar kutazama upya hiyo historia yake, kwa sababu historia hii ya mapinduzi imewagawa mno Wazanzibari, na moja ya jambo ambalo mimi naliunga mkono ni lile ambalo marehemu Profesa Harubu Othman alisema siku za nyuma kabla mauti hajamfika, Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi, aliposema kwamba ni vema jamii ya Wazanzibari izungumze, ijadili, itafakari, ione makosa ambayo yalifanyika katika historia yake, madhila yaliyofanyika, madhambi yaliyofanyika kutokana na mauaji na kadhalika. Halafu ifanywe khitma, Wazanzibari wasameheane, wazike tofauti, waanze kuijenga nchi yao kwenda mbele. Mimi ni muumini wa hayo maneno ya marehemu Profesa Harubu Othman, kwa sababu mjadala wa mapinduzi ni mjadala ambao unaleta hisia sana ukiwasikiliza watu, na ukisoma
vitabu pia. Unaona, ukisikiliza watu ambao wameathiriwa moja kwa moja, na pia ukitazama propaganda ambazo zimekuwa zikizungumzwa na the victors, ile victors justice, unaona kabisa kwamba Zanzibar haswa ndio inayohitaji tume ya ukweli na maridhiano, na kuitazama historia, kufanya khitma, kusameheana na kumwachia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kutoa hukumu yeye mwenyewe. Huo ndo mchango wangu. Nashukuru sana kwa kupata nafasi. Asante. Asante sana ndugu Zitto Kabwe, tunashukuru sana kwa mchango wako, na vile vile tunashukuru sana uwepo wako. Vile vile tunashukuru sana kwa darasa yako, ingawa kwa muda ni mfupi. Nimemwona hapa Profesa Nico, lakini kabla ya kumpa nafasi watu wa Zoom mtanisamehe kidogo, naomba nimpe nafasi ya upendeleo kabisa Dr. Patrick. Dr. Patrick, asante sana. Mimi nitaongea kwa haraka tu, sina sababu aliyoongea Zitto karibia yote yameandikwa katika kitabu cha Biubwa Amur Zahor, mwanamke mwana mapinduzi, kilichoandikwa na Zuhura Yunus. Katika ukurasa wake wa 17 Zuhura Yunus ana nukuu ghasia kubwa ambazo zilitokea Zanzibar Juni mosi mwaka 1961 kisiwani Unguja, ambazo zilisababisha vifo vya watu 68, wakiwemo Waarabu 65 na Waafrika 3. Kwa hiyo vurugu hizo za mwaka 1961 kisiwani Unguja zilichochea mapinduzi ambayo yanasherekewa leo Zanzibar. Kwa hiyo tunajifunza nini katika maandiko ya Zuhura Yunus? Ni kwamba wale ambao wameendelea kuwepo madarakani toka mwaka 1964 wameingia madarakani kwa kutumia nguvu za kimauaji. Ndio kwa maana kila kukitokea uchaguzi Zanzibar, bara na visiwani, wanatumia mbinu zile zile zilizowaingiza madarakani toka mwaka 1961. Historia imeandikwa na historia huwa zinajirudia. Tabia nyingi za ambazo tumeziona zikiendelea bara na visiwani kila baada ya miaka mitano zimeanza toka mwaka 1961. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, inabidi hususan wanasiasa ambao mmepewa nafasi za kukaa mezani na hao watawala wa visiwani Zanzibar, pelekeni ujumbe kwa Hussein Mwinyi. Ni rais kijana ambaye anaweza relate na hii younger generation. Miaka 58 Zanzibar na miaka 61 bara. Hawa watu wamezaliwa, wamesha retire, na mwingine anakwenda kwenye retirement. Umaskini uko chini, umaskini uko juu sana, magonjwa yako juu sana, demokrasia imepotea, uhuru na haki za binadamu unaendelea kukandamizwa bara na visiwani. Mwaka 2025 wekeni maazimio, mfanye uchaguzi wa haki, atakayeondoka aondoke, kwa sababu miaka 58 Zanzibar ni mingi sana, na miaka 61 bara, huyu mtu anatakiwa aende akaretire. Kwa hiyo basi neno langu la mwisho ni kwamba wale wenye nafasi za kukaa mezani na wa viongozi, mpeleke ujumbe huu ili muwe wa kweli na muwatendee watu wengi wa Zanzibar na bara. Asanteni sana kwa kunisikiliza. asante sana Dr. Patrick kwa mchango wako, na vile vile kwa darasa yako, na wewe vile vile
naomba kabla ya kuendelea, kwa sababu kuna Dr. Kaka Shauman, naomba niende Zoom na wakabidhi wenzangu wa Zoom kwa sababu muda wao naona hauko mbali. Watu wa Zoom mnanisikia? ya tunakusikia vizuri. Asante sana kwa muda ambao tumepata kuwasikiliza kaka Zitto Kabwe pamoja na Dr. Patrick. Kwa hiyo naomba nichukue fursa hii kumkaribisha Sheikh Ibrahim Nur hapa, alafu atakuja dada yangu Aisha, alafu atakuja namuona hapa Samsung Galaxy na mwingine nitamwangalia Mohamed Al-Rahbi. Kwa hiyo nitumie fursa hii kwanza kumkaribisha Sheikh Ibrahim Nur. Ngoja ni mute hapa. Sheikh Ibrahim, karibu sana. Professor Ibrahim. Unanisikia? Tunakusikia vizuri. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu sana Professor. Asante bwana. Nasema hii kadhia Zanzibar ni refu sana na ina mambo mengi ya kusumbua vichwa vyetu, na huwezi ukazungumza yote ukayamaliza. Lakini nitagusia mambo mawili matatu tu kwa hivi sasa nayofikiria mimi hivi kwa wakati huu. La kwanza ni kwamba kuna maneno fulani nataka tuyafikirie uzuri. Zanzibar kumetokea mapinduzi, na huku tunaambiwa na wasemaji waliotangulia kwamba majeshi yalitoka Tanganyika, silaha zilitoka Tanganyika. Sasa ikiwa kitu kimetoka nje na waliotoka nje walikuja kuua kina John Okello hao na Mfanyaki na wengineo, itakuwa mapinduzi au mavamizi? Nataka swala mulifikirie hilo, maana sio tunatumia maneno ovyo ovyo tu. Kwa upande wangu mimi naona yale hayakuwa mapinduzi. Mapinduzi yangetaka kufanywa na watu wenyewe wa Zanzibar. Haya yamefanywa kwa wingi sana na watu waliotoka bara. Jambo la pili, alizungumza mtu baada ya uchaguzi, voti nyingi zilikuwa zinatoka walipata Afro Shirazi. Hilo si kweli. Wakazungumza vimetokea ghilba upande wa ZPPP na Hizbu. Jambo ambalo halizungumzwi ni kwamba wale watu waliotoka Sakura na kwingineko kuja ikitokea vovote waje waanze kuua, na walitoka watu wengi sana kutoka Tanganyika, sio kuja kufanya fujo tu na kuua, lakini walikuja kutia voti vile vile. Kwa hivyo Afro Shirazi haikuwa na voti nyingi za kihalali. Kuna mtu kazungumza hapa, jambo muhimu zaidi nilioka kulizungumza ni kwamba kuna kilichouliwa Zanzibar ambacho kilikuwa na umuhimu kuliko jambo lolote jingine. Nalo ni kwamba Zanzibar ilikuwa nchi ya waumini, na watu wakipata sharia za Kiislamu. Tunazungumza hapa, na hilo jambo muhimu kabisa katika mambo yote yanayoendesha watu na nchi na kila kitu linasahauliwa. Jambo la kwanza lililofanywa na la pili na la tatu ni kuua Uislamu, na Ukristo pia umeuliwa, ijapo kwa wengi wa Kristo hawafahamu hilo, lakini iko siku nitawafahamisha vipi na Ukristo pia umeuliwa. Jambo la kwanza, kumetokea mauaji ya kimbari, na kama alivyosema msemaji mmoja, kwa ukiua mtu mmoja tu ni kama umeua ulimwengu mzima. Kwa hivyo dhambi kubwa sana tena sana isiyosameheka imetendeka katika kisiwa cha Zanzibar. Kwa hivyo Uislamu uliuliwa pamoja na watu siku ya mwanzo
ya mavamizi. Jambo la pili halizungumzwi. Mnajua wewe wanawake wangapi wameraruliwa nyuchi zao? Wengine walikuwa wake za watu, wameraruliwa mbele za waume zao na ndugu zao, na wengine walikuwa watoto bikra, hawajapata kulala na mwanamume, wameingiliwa kwa vikosi vya wahuni. Jambo la tatu, wamekamatwa watu bila sababu, wakafungwa. Wengine walioachiliwa baada ya muda mfupi, wengine walimalizikia magerezani wakaadhibiwa adhabu shadid. Ukisikiliza habari za bwa mkwe utalia wewe. Nimewahi kuzungumza kabla, kuna mtu hapa namtafuta leo, sio nitafute naye, nataka kuzungumza naye, nikimtajia tu analia kama mtoto mdogo namna alivyoadhibiwa, na si yeye peke yake, wengi waliadhibiwa. Kimsoma we nani hino, huyu alikuwa sekretari wa Hizbu, nimenitoka jina lake sasa kwa utu uzima, kaandika kitabu Ukweli ni Huu. Mzee Amani Thani Feruz, barakallahu fik. Basi anaeleza, na mimi nimemfanyia mahojiano, yamo katika mtandao, mkiandika jina lake au ukiandika jina la Muslim utapata vipindi 26. Visikilizeni. Kwa hivyo jambo kubwa kabisa lililouliwa Zanzibar ni dini iliyokuwa nayo, ni Uislamu na Ukristo uliokuwepo. Tunazungumza sisi hapa kama kwamba Zanzibar haina dini wala haina utamaduni. Zamani unaangukiwa na kipochi njiani, mtu anakutafuta wewe, mwenyewe nani upewe. Juzi tu kuna lori la Bakhresa limemwaga ngano njiani, basi wewe mtume wangu wewe, watu wanazoa tu. Zamani ingelikuwa si hivyo, watu wangezuia njia, wakaondosha vile vitu, wakamrejeshia mwenyewe, na mwenyewe angetoa zawadi za kuwapa walomsaidia kukusanya zile. Leo inakatazwa mambo ya wizi, watu hawafikirii, wanafikiria nishapata mimi maana hapa gunia hili la ngano nitakula mimi, ndio, lakini ngano zilikuwa zinakwenda kutengenezwa unga ule unapikiwa mikate, na watu wengi Zanzibar wanategemea kula mikate kila siku. Sasa ile ngano yote imepotea, inabidi ngojewe sasa kama mtu atanunua ngano nyingine kutoka Australia au kwingineko, ili umma sasa upate kuanza kula tena ile mikate. Ndio watu walikuwa maskini, walikuwa kila hiyo mikate. Leo kila mtu kachukua sehemu anayotaka yeye, anakwenda kutia katika tumbo lake chakula cha haramu. Lakini haramu ile haikuanza pale, imeanza toka siku ya mwanzo ya mavamizi. Mimi ningependelea jamani, tufikirie sisi ni nani, tunatoka wapi, mila yetu iko vipi, turejeshe alau ile mila yetu ambayo ilikuwa ni nzuri sana. Hawezi mtu kusema kwamba mtu akiwa mwaminifu akamrejeshia mtu pesa zake au kipochi chake ni jambo baya. Leo inaonekana kuteka mali ya mtu kuichukua ngawira ndio jambo zuri. Tunakwenda wapi jamani? Halafu la mwisho nataka kusema ni kwamba watu wanazungumza habari ya masikilizano
au fanywe nandino kama walifanya Afrika Kusini, wanaita reconciliation. Nani aliyofanya madhambi makubwa na mpaka sasa kashika mpini atakubali yeye akae na watu ambaye utamnyoshia kidole kwamba wewe umeingia msikitini, wewe ukaua watu, wewe wengine watoto wadogo? Nani atakubali kutiwa katika hali kama hiyo? Kwa hivyo wameshika mpini ya watu. Ndio maana utaona wewe kila ikifika miaka fulani ikija uchaguzi wanasema hatuwezi kushindwa hapa. Hata tulikuwa tumeshindwa kweli, hatuna sisi kura, lakini hatuwapi hawa. Hamwapi nani? Hatuwapi nani? Si Wazanzibari wenzenu? Wanaona maadui hawa, ndio maadui. Sasa ikiwa watu wamefika stage hiyo, mmoja kashika mpini, atakuachia wewe kweli? Na kafanya madhambi mengi, atakuachia wewe umtie kizimbani, wewe umhoji? Sidhani kama jambo hilo litatokea. Umefahamu? Ndio ilichukua nguvu ya kina Mandela na huyo kasisi aliyofariki karibuni kuweza kuleta hiyo reconciliation. Zanzibar kuna mtu mmoja shekhe mkubwa sana aliniambia mimi, Sharifu, Zanzibar haitanyooka mpaka ajali yote hii itwe makaburini, waje watu wepya kabisa. Lakini kwa sisi sidhani. Anasema wewe angalia, utakuja kuniambia kama tuko hai sisi. Kwa hivyo inataka akili kubwa sana na kuweza kuwazunguka hawa watu walioshika mpini. Wanasema kwa wao ni Waislamu, lakini kwa fikra zangu mimi najiuliza Uislamu wao uko vipi hawa? Mtu aliyokwisha kuua, aliyokwisha kunyang'anya, aliyokwisha kudhulumu, aliyokwisha kuzini, Uislamu wake uko vipi hawa? Tutazungumza nao kwa lugha gani ya watu hao? Naona nisigeuke kama Ben Haidari hapa ngaanza kutoa machozi mimi hapa. Asanteni bwana. Asante sana Profesa Ibrahim Nur. Sasa naomba nimpatie fursa hii dada yangu Aisha, alafu atakuja hapa Galax S. Dada Aisha, karibu tafadhali. Ilmi, nakusalimiani nyote, mnasikia? Ya, unasikika vizuri. Okay, asante. Sasa mimi leo birthday yangu, ndio siku nilozaliwa. Oh. First of all. Yeah. Kwa hiyo nimesikia mengi, tumesikiliza mengi, walioshuhudia, walikuweko, na kuna pointi fulani amezungumza, naona anaitwa mimi. Yeah, ndio point ambazo nataka kuzungumzia. Ushanfahamu, what is there to be done? Kitu gani kifanyike? Kwa sababu hakuna mijadala, tushakaa sana, vitabu tumevisoma vyote karibuni. Hiyo milengo yote inazungumzwa. Kwanza ukichukulia kama watu walikuwa na mlengo wanaoitwa kushoto, walikuwa na mlengo wa kulia, utakuta ule ulikuwa ni wakati wa labda communism, mambo kama hayo, lakini haya justify mapinduzi at all. Mnafahamu? Haileti ile nini, ile core reason za kufanya mapinduzi. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati. On top of that, Babu ambaye vile vile naye alikuwa huo mlengo unaitwa kushoto, nimeonana naye na sikuwa peke yangu, na nilikuwa na mwalimu wangu alikuja kwenye mkutano. Kwa hiyo time hiyo alikuwa mtu mzima, sisi ni watoto wadogo. I was mwalimu wangu alikuwa kidogo macho. Akamuuliza kuhusu huo mlengo wa kushoto na time tulikuwa nayo.
akajibu kwamba kitu kama kile ingekuwa sasa hivi ni kitu ambacho anajuta kufikiria huo mlengo wa kushoto, na sikuwa peke yangu. Unafahamu? Kwa hiyo sasa ile ilikuwa ni wakati na vizuri watu kama kina babu wanaweza wakasema ukweli kama mistake mtu alikuwa kafanya. Umefahamu? Hiyo moja. Kwa hiyo sisi ambao tulikuwa hatukuzaliwa wakati huo, mtu umekuwa kwa zile propaganda kwenye kichwa changu, mkizungumza umma party hata sio kitu kwenye kichwa changu, lakini ukizungumza Hizbu tayari unahisi kama huu ni uadui fulani, na hatukuzaliwa tena. Ile ni propaganda ilokwenda na ilokwenda na ilokwenda. Kwa hiyo sasa wamezungumza watu point hizi na hizi na hizi, mtu katizama mlengo, katizama the bottom line kwamba utakuja kwenye conclusion kama kwa open minded kwamba that was an invasion, ni mavamizi ya nchi nyingine kuvamia nyingine. Naelewa mapinduzi yanafanywa na wenyewe, na Zanzibar kukuwa na capacity hiyo ya kuweza kuua namna mauaji yalivyofanyika. Ushaona, sisi tulikuwa tunajiita generation, ni watu wazima, inaonyesha kama haya mambo yamekwenda kwa muda mrefu, ila tumepata bahati tu wengine kuweza kuangalia kwa nini hivi vitu vitokee vinavyotokea, na kwa nini vinatokea mauaji yanoendelea. Is a process inaendelea, kwamba mtu unatumia dola kuwa na power fulani ya kukandamiza wengine. Ile imejustify, ndio maana mtu una dig down ya history ilikuwaje. Unaona, unajikuta umekuwa activist sio kwa kutaka. Unaona, umekuwa force kwa sababu umeona vitu ambavyo sasa, ikiwa mtu anasema okay, truth, reconciliation, this and that, ikiwa mapinduzi yazungumzwe, mapinduzi huwa hayazungumzwe. Kama ikiwa mauaji ya Pemba 2020 hayazungumzwi, tunaanzisha kuyazungumza ni sisi, kwa sababu ile tena enough is enough, kwamba unahisi haya kama hajakuwa enlightened publicly watu wakasikia, inamaanisha 2025 watu wanaenda kufa tena baadaye. Don't ask, don't tell. Hii imekuwa kama ni kawaida, na hii hatuwezi kukubali tena. No, enough is enough. Umefahamu? Time imebadilika. Mambo mengi ambayo yanatokea hivi sasa hivi, yanatokea huko bara, yana justify mambo mengi ya mapinduzi ya Zanzibar. Umeona? Au invasion ya nchi nyingine. Hizo Lissu kazungumza vitu, institution muhimu, financial institution, defense. Hiyo ni kwamba mtu uko chini ya koloni ya nyingine, ndio vitu muhimu kama hivyo vinazuiliwa kwenye mkono wa yule mwenye colonize. Umefahamu? Action zinatokea bara, zinatokea action ambazo hizi sasa hivi tunaweza watoto wetu wakaziona, na sisi chako watu wazima kiasi ambacho, unaona, zina speak million words, zillions words. Umeona? Risasi alopigwa kama Lissu, hakuna kesi yoyote inozungumziwa. Ushafa kutekwa watu, maiti kwa koto kwenye mabahari. Hizi zinazungumzia sana vitu gani mpaka vinatendeka sasa hivi Zanzibar, na hii dola kushika na kufanyia watu unyama namna unavyofanyiwa. Kwa hiyo ni kwamba first of all, kwetu sisi ambao hatukuzaliwa au tupo hapa leo, kwanza haya mapinduzi hayazungumzwi, yaanze kuzungumzwa. Tunayo kipindi kizuri cha maisha cha kuishi duniani tulipo. Media, this is a new era to live. Naona watu wameupload picha za mapinduzi never before, na wengine wana share uchungu upo. Nazungumzia truth and reconciliation. Truth haizungumziwa Pemba 2020, itazungumziwa 1964. Haiwezekani. Ushafahamu? Na hakuna reconciliation au truth, yani kama hakuja kuwa na truth na kukakuwa na really genuine leadership wa kiongozi kabisa anokuja anasema now I want to make changes. Lakini ushafahamu, ni kiasi ambacho kuzidisha elimu kwa wananchi,
Kwa nini? Haya maendeleo ambayo mtu unafikiria nitayafanya, nitawaziba mdomo Zanzibari, maendeleo hayo hayaji. Wamesema watu karma, ushafahamu, vitu vyote hivyo, hizo hatred nini na nini na nini na nini, hayaji, kwa sababu mpaka yaje, mpaka iwe na trickle down effect ya wenyewe wananchi kabisa kuanza kushika haya maendeleo yetu, si leo, si kesho, si kwa karne hii, kama haja kuwa true leadership ya kuwafanya Wazanzibari kuwapa kwanza uzalendo wao wa ile haki kabisa na ukweli na kusameheana na kusoma hikma. Ni vipi mtu unasamehe wakati unamuona mwenzio anakukumbusha kile kidonda ambacho kimetokea? Watu wamekufa wengi, hata kisema wengine watu 12,000 kwenye population ya 1.5 200,000 jamani. Na picha zote ukiona Waarabu wa Afrika, yani ile inaonyesha kama hawa ni hizbu, inamaanisha kwamba hawa watu walikuwa opposition tu. Asa hizbu alikuwa na sio opposition, na leo wale wanokufa Pemba nani? Sio opposition. Kwa hiyo sasa haya mapinduzi yatakuwa justifiable on the premises kwa sababu walitutawala. Jamshid kamuua nani kamuua Jamshid? Kaondoka young man, hana hata damu kwenye mikono, wakabakia au tunasema sisi ndio piwa labda ni Afrika au nini na nini. Yakaja mauaji 64, hayajasimama mauaji. Ikaja mtu akatoa ile intelligence class kwa sababu anaiogopa, akaitoa ile, ikenda yakenda 1972 hiya mpaka juzi 2020. Kwa hiyo ikiwa kuna vitabu mlengo huu na mlengo huu na hivi, ilikuwa kila mtu anazungumza, na hiyo is understandable kwa sababu ni time ya communism. Time ile hakuna mtu atasema kama nilikuwa na mlengo wa kushoto today, because it's not communism. Communism is gone, it's dead, you see. So these are the reasons of political, mtu anaelezea political, lakini the bottom line, hatutaki wa Afrika to be opposed na chochote kile. Unaona, chuki tumekuwa embedded na watu wa chuki sana, na ile chuki ndio inatupa mpaka hatred, na tunakosa mpaka problem solving skills. Hatuna ile mambo ya kupendana, kusema hichi kitu kimetokea. Hata mtu anaweza kusema rais hajazaliwa, shafahamu, okay, sasa hivi tukae pamoja jamani, tusameheane. Lakini leo watu wanafurahi na fash za kuua wenzao. Kwa hiyo hii mpaka hapa tu tumefika hapa, ushanifahamu. Sisi tuendelee, lakini ukweli one day utafichuka. Wazanzibari sio wajinga, ushanifahamu. Hapa kama mtu hajaja na genuine leadership kusema tatue hili tatizo, kwamba kila siku tuone tu we are not allowed to ask, that time is gone, that trend is gone. Time ya kuuliza sasa tutauliza, kwa sababu tumekuwa na generation nyingine na time nyingine. Kwa hiyo mimi nataka kusema hivi, hii ndo maneno yangu kwa leo, na kushukuruni sana nyote mlohudhuria na kwenye mambo haya. Kwa hiyo kusema kama maendeleo yatakuja, kusema tatiba mdomo maendeleo fast wala haja kwa miaka 10. Haja kwa miaka 10 ya kuweza kuwa na trickle down effect ya kuweza kumwambia mwananchi wewe utatengeza milo 3 na kiwa imetokea Afrika, nipe sample. Unaona, tusijinana. Twende kwenye truth and reconciliation, ukweli wa kusameheana, tena ukweli wa kweli. Sio lakini kwa mapinduzi ya Zanzibar ni purely invasion ambayo ilikuwa imesaidiwa na Waingereza. Asante sana. Asante sana dada Aisha kwa mchango wako. Naomba tumpokee na huyu mmoja ndugu yetu hapa Samson Galaxy, alafu tuhamie kwenye jukwaa la Clubhouse, alafu tunafungua rasmi tunafungua uwanja wa kuuliza maswali kabla hatujaenda kwenye kufunga kipindi chetu. Karibu ndugu Samson Galaxy, utupe mchango wako, alafu baada ya hapo tutahamia Clubhouse. Asante. Assalamu alaikum. Nashukuru nimesikiliza michango ya wengi watu wa mada. Kwa kweli wamezungumza mambo muhimu sana kuhusiana na mapinduzi. Sisi wengine tumezaliwa leti huko miaka ya 80.
Kwa hiyo tumesoma tu haya mapinduzi kupitia nyaraka mbalimbali, vitabu mbalimbali, na kama wengi ambao wamezungumza, mapinduzi yamefanyiwa tafiti mbalimbali na ziko nyingi sana. Kwa hiyo tumesoma kupitia hivyo, lakini pia tumepata hadithi na historia za wazee ambao wameshuhudia. Tuko na watu ambao wameyaona, wanafahamu vizuri mapinduzi. Kwa hiyo tumepanua wigo kufahamu hasa nini mapinduzi. Sasa kimsingi nami nimefarajika kidogo kusikia kuna baadhi ya wenzetu hasa kutoka Tanganyika kuyazungumzia haya kwa uwazi kabisa. Kwanza kukiri kwamba wengi ambao wamefanya haya mapinduzi wametokea katika nchi jirani, nchi mbalimbali. Kwa hiyo ushiriki wa Wazanzibari ulikuwa ni hafifu, ama walishirikishwa baadhi yao, lakini msukumo mkubwa ulitokea nje. Kwa mfano tunasikia kuna mtu ambaye anaitwa John Okello, tumesoma kitabu chake na namna alivyoondoshwa nchini, lakini yeye ndiye ambaye alikuwa field marshal, ni Mganda, ni raia wa Uganda ambao amekimbilia uhamishoni Kenya na amefia akiwa Kenya. Kwa hiyo hawa ni aina watu, lakini wengi ambao na viongozi wengi ukiangalia wana mapinduzi, ukiangalia Wazanzibari tunajuana, majina yetu tunajuana, tukiona tu majina kuna namna tunajua huyu si mgeni, huyu si mwenyeji, si Mzanzibari. Kwa hiyo tunajuana vizuri. Kwa hiyo kwa kifupi sana kwamba mzee Profesa Ibrahim Nur amezungumza vizuri na amehoji masuala muhimu sana kuhusiana na swala hili, na akahoji kwamba haya mapinduzi hayakuwa mapinduzi, yalikuwa ni uvamizi. Na kimsingi hata sheria za kimataifa haziruhusu mgeni kuingilia siasa za ndani, lakini tunaona namna ambavyo wageni wamekuja kuingilia siasa za Zanzibar. Mheshimiwa Lissu amezungumzia suala la kuanzishwa kwa chama cha ASP, imeanzishwa na wageni, na tunamsoma mtu kama Bibi Titi Mohamed ambao alitaka kufunguliwa mashtaka Zanzibar kuhusiana na kuja na kushawishi, na alikuwa anatumika kama tulivyosikia na Nyerere, na wengi walitumika silaha, kuingia kwa silaha Tanganyika. Kuna meli ambayo imetoka Algeria kuja kuleta silaha, ambazo zote ziliingia Zanzibar. Alafu tunaambiwa hapa kwamba nimepanga na mashoka, vitu ambavyo sio kweli na hatuwezi kuamini, kwa sababu tayari kuna ushahidi mwingi, kwa sababu kuna tafiti nyingi ambazo zimefanywa, na bahati nzuri wenzetu pia wanakiri. Askari wa Tanganyika walikuwa wengi, wamefanya mapinduzi walipitia Tanga huko na sehemu nyinginezo na mambo. Kwa hiyo haya yote yanathibitisha wazi kwamba Januari 1264 hakukuwa na mapinduzi, kama walivyosema wachangiaji wengine kwamba mapinduzi yanafanywa na watu walio ndani. Lakini kama unafanywa na ambao wanatoka nje, maana yake huo ulikuwa ni uvamizi. Na kimsingi inathibitisha, kwa sababu kwa nini tarehe 13 kulikuwa kuna attempt ya kupinduliwa Nyerere, lakini tarehe 12 Waingereza hawakuonekana katika coast ya karibu, ingawa walikuwepo katika coast ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo ni mbinu ambazo tunaweza kusema mataifa makubwa yalishiriki kikamilifu katika kupanga na kufacilitate mapinduzi kufanyika. Na sasa leo tunapofika pahala kwamba watawala siku zote wanakuja na nini moja tu, kwamba mapinduzi, wanasahau, wanaiacha na hawataki hata kusikia kuhusiana na uhuru wa Zanzibar wa Disemba 10 mwaka 63, ambao ndio ambao ulifanya Zanzibar kuwa mwanachama Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo unawezaje kuwa na uhuru wa bandia au uhuru wa bendera wengine wanavyoita, ukawa admitted United Nations kuwa mwanachama? Ni vitu ambavyo ni vigumu, lakini pia inaonekana pia kuna samahani kidogo, lakini watu wa Clubhouse tunapata tabu sana kusikieni. Kwa hiyo inaonekana wazi hata United Nations kwa upande mwingine kuna mchango wao baadaye huko kuhusiana na masuala, kwa sababu mpaka leo
Wazanzibari wamekuwa kihoji juu ya anasikika kwa tabu wanachama. Sauti yake iko chini, anazungumza kwa chini sana. Ngoja tutakuja kuona sasa hivi. Yani wanachama wa Zanzibar ndugu yangu Galaxy, naomba dakika moja ya kumalizia. Haya, nashukuru. Haya, kwa kumalizia niseme kwamba kwa sababu wengi wachangiaji na watu wa mada wanakiri kwamba hayakuwa mapinduzi, yalikuwa ni mavamizi, na wapo ambao walishauri. Nilitaka kumsikia sana Mheshimiwa Zitto nini anazungumza kuhusu, lakini amekuwa kimya na akashauri. Lakini wapo ambao Profesa Ibrahim Nur na wengi, dadangu Aisha amezungumza kwamba kulikuwa kuna attempt nyingi, kuna ile kuona kwamba viongozi wako tayari kweli kukaa mezani kuona wanayamaliza haya, lakini tuna uzoefu mkubwa wa miafaka kadhaa na namna ambavyo vilivyokwenda, lakini hatimaye kwenye chaguzi mambo yanakuwa hayaharibiki. Kwa hiyo hakuna ile dhamira ya kweli katika kuona haya na malizo. Sasa mimi nadhani kwa ushauri wangu ni kwamba tufike pahala sasa tuzungumze wazi swala la mapinduzi, lakini pia tuzungumze namna gani Zanzibar, serikali ya Zanzibar itakubali kuona kwamba kama zilivyo mataifa mengine kuiona tarehe 10 Disemba 63 kama ni siku yetu ya uhuru na tuishereke. Lakini nyingine ni kwamba tuone sasa, kwa sababu umma unaweza kuamua, tuone sasa namna gani umma unashinikiza, namna gani umma sasa unafika pahala kama mambo hayendi, ufike pahala uingilie kati, kwa sababu haiwezekani kwamba kuachia watu wachache na kuendelea hili mpaka lini, na vizazi mambo yanakuwa magumu, kila siku yanaharibika. Ni vitu ambavyo kwa kweli hatuwezi kufika, lakini tufike pahala tuone namna gani tunakwenda kuamua. Lakini pia Wazanzibari kuna taarifa kwamba imekuwa tabled katika United Nations. Sasa Wazanzibari popote tulipo na wenzetu tupige kelele sana kuona kwamba United Nations inalishughulikia suala la Zanzibar. Kama kuna petition katika Umoja wa Mataifa waweze kujadili, tuone sasa tunaelekea wapi. Ni hayo machache na nawashukuru sana, asante sana. Asante sana ndugu yetu kwa mchango wako huo. Kaka Shoma, naomba unistahimilie, nimeona Profesa Ibrahim Nur mkono wake uko juu hapa, naomba tumsikilize, labda kuna kitu nataka kuweka nukta, alafu tutahamia Clubhouse kwa kuanza kupokea maswali kwa wazungumzaji wetu. Mzungumzaji wetu Tundu Lissu amekuwa kimya kwa muda mrefu, anasubiri maswali. Profesa Ibrahim Nur. Huo mkono sijauondosha tu, nimeshafanya mchango wangu, ila ikiwa mtu ana swala nitamjibu, lakini nawapa fursa wengine waendelee bwana. Sawa, asante. Basi kaka Shoma, ninakuja kwako huko, anza kupokea maswali.